Dines. Abe. Naomba tuongee kidogo kabla hatujalala. Hivi unajua mdogo wangu mwaka huu tumepata faida sana. Kwa wakati unakuwa mzuri sana kwetu. Inabidi tukaze buti. Sana. Yaani sana. Tukaze buti alafu kuna wazo pia limeivia. Bwana Ligwamba, umesikia malalamiko yako hayo? Hebu tuambie, vipi? Nini kinapelekea hadi unawavamia watu, unawanyang'anya simu? Nini shida? Yaani mwenyekiti, kwenye dunia kuna watu waongo. Naam. Yaani kuna watu hao ni waongo. Yaani mwenye chea huyu dada muongo. Yaani mimi nashinda, yaani wewe tu mweke kundi gani? Yaani huyu unandenga au sijui tumuitaje? Kwa sababu haiwezekani. Yaani mimi na force yaani Timie. Timie. Vipi sasa? Wewe shida nini? Chojoa. Nijoje nini? Nguo. Nijoje nguo kwa nini yani? Sikia ni kwa nini? Hii hela nimekuomba ili nipeleke kwenye maonyesho leo. Na ndio maana nakwambia ulete sasa hivi ili niwahi kupeleka. Sawa? Sasa mechi zako mbona kama za Simba na Yanga? Yaani ugaigai mwingi. Nipe tu malaya kidogo tu. Ndio hivyo. Nipe tu malaya kidogo tu malaya. Bwana, si mkwambia napeleka hela kwenye marejesho au? Sawa, si unanipa tu kidogo malaya. Sasa kwenye marejesho ndio usinipe malaya kidogo tu. Napeleka hela sasa hivi. Kwa hiyo wewe vaa nenda kwako. Mimi nikisharudi huko nitakukuta huko na sio hapa. Sawa? Kwa hiyo utakuja. Nitakuja ila mpaka nirudi huko. Nipeleke hii hela afu nikirudi napitia kwako. Kwa hiyo mechi ipo leo. Ipo ila si nitakuta huko sio hapa, si nikwambie. Vaa uondoke. Aenda nitakukuta.
kweli sasa. Esther. Ndio maana leo mimi nachekesha. Si ndio? Rafiki yako ananicheka. Lakini hata wewe mimi unanicheka. Kweli, walai nakwambia wewe unanicheka. Kataa. Ramadhani kubwa hii. Wewe unanicheka kimoyomoyo. Sasa, mimi shida yangu ni yaani nakuuliza tu wewe. Kwani unajikuta nani? Yaani unajikuta wewe hiyo ndo sister, unajikuta wewe star, unajikuta wewe AC, unajiona wewe bonge la nani? Kwa sababu haiwezekani. Mimi nakuzingatia tu kila kitu, nimekuzingatia pale Madusko, ukasema mimi utanikuta ghetto. Mimi nimeenda ghetto kule pale mtoto wa watu. Sina desturi mimi ya kutandika, sina desturi mimi ya kufanya usafi. Mimi nikafanya usafi kwa ajili yako. Mimi nasema Esther leo anakuja. Nimekaa pale Esther utokei. Yaani unaonekana mimi bongela za mwama, nikuta mimi bongela pimbi. Sasa mimi shida yangu kujua tu. Kwa nini wewe mechi zako zinakuwa kama za Simba na Yanga? Yaani wewe unajikuta mangungu, unajikuta nani? Yaani mechi ipo, mechi haipo, mara haipo. Yaani shida iko wapi? Esther, kwani mimi nakukosea nini? Mbona mimi nakuzingatia sana? Mbona unapenda kuniona mimi bongela pimbi, unapenda kuniona mimi bongela za mwama? Yaani kila aina ya ndudu, yaani unaniona mimi ngolokolo, unaniona mimi ng'onda, yaani unaniona mimi likavenga, unaniona mimi ng'ombe. Esther, sasa mimi nakwambia tu ni hivi. Mshika moja siku zote, mawili umponyoka. Kwa hiyo chagua la kushika kati ya moja au mawili. Alafu mimi sikuwa na mengi. Yaani mimi na machache tu. Ni hayo tu nilokuambia. Mimi naondoka zangu Esther, kwamba kuna leo na kesho. Leo hii hapa mjanja wewe. Lakini kumbuka ya kuwa kesho ipo. Naenda. Aende zake. Kijana king'anga kama nini, ajielewe hata kidogo. Shoga yangu. Nimepatikana safari. Kwa sababu mimi ndio ninazingatia kila kitu. Umeona? Yaani vile mimi na force, yaani inavunja paka kibubu, umeona? Yaani mimi napigana huko napambana, nafikiri nikipeleka kwake, yaani mechi zake zinakuwa kama za Simba na Yanga tu. Yaani mechi zake hizo Simba na Yanga zitimii tu. Yaani anifanya mimi ngungu yani. Yaani inauma kwa sababu yaani hata angekuwa nani? Umeona? Hata angekuwa nani? Hata utume wewe ungemshia. Basi ndugu yangu basi. Mimi nimeshaelewa hapo. Mimi naomba tupanue wigo la biashara. Na maanisha tuhamie kwenye zao la korosho. Hilo wazo ulilopata tunalifikiaje? Ni kweli, unajua penye nia pana njia. Na ni rahisi sana kama tu tutafanya utafiti. Tukishapata watu wa connection nao, tunafikia malengo. Nimefikiria sana kwa sababu kwa mwaka huu tumefanikiwa. Sasa tusibweteke hapa tu kwenye mazao ya kawaida. Tuwekeze na kwenye korosho. Sababu wadho na lile nao ni zao ujue. Afu lina faida sana. Ila kwa mimi muda ambao nimefanyia utafiti, korosho lina faida sana, zao la korosho. Kwa hiyo mimi nakuomba mdogo wangu, yaani hii faida ambayo tumeipata huku tuwekeze kwenye korosho. Yaani ikitokea yaani tukapata mtu ambaye atatusimamia, atatupa mwongozo, tutapata faida nyingi sana. Okay. Mimi naomba tuwekeze kwenye korosho. Tumetoa wapi wazo? Yaani kitu ambacho kijui dai. Yaani korosho zina faida. Yaani zina faida sana. Yaani mimi naomba tuwekeze kwenye korosho. Kwa kuwa tumepata faida nyingi, naomba tuchote baadhi kiasi tuweke kwenye korosho.
Tunatanua wigo. Tusing'ang'anie sehemu moja rafiki yangu. Ni wazo zuri, lakini sasa hapo kwenye lakini. Mimi sio nasema kwa ubaya. Nakujua. Nimeshaelewa hapo. Wewe dada, umesikia bwana Ligamba anachozungumza? Nini shida? Hebu tuweke wazi kwanza. Wewe uko upande gani? Uko upande wa Simba au uko upande wa Yanga? Kwa maana ya nani ni mpenzi wako kati ya watu wawili? Ni bwana BK hapa au bwana Ligamba? Usingizi shida, kulala na lala kwa mbinde, sijalala kibla, tafadhali nakomba usinchinje. Yaani usingizi shida, fanya biashara kwa mbinde, sijalala kibla, tafadhali usinyonge. Yaani tutapata mipango mingi sana. Na naamini Mungu akitujalia mwakani tunaweza hata shamba la kwetu. Tukafanya biashara zetu, shamba tunalo. Nimezama melea, nimekufa kibudu chako. Dai. Yuko na mimi kweli? Sawa, mwezi ukapata tu. Lakini tufocus katika biashara zetu. Sawa. Haya ndio maisha yetu. Natambua kuwa mimi nakupenda sana. Yaani sina mtu mwingine zaidi ya wewe. Umenishika kwa nafsi na roho sana, kila siku ni wewe tu. Nakupenda, I think you know, unajua. Unataka uniumize tu, nikikupa manoti na vizawadi. BK ndo mpenzi wangu, Ligamba sio mpenzi wangu. Bwana Ligamba, umesikia anachokizungumza mwenzio? Mwenzangu wapi bwana? Mwenzangu wapi? Ndio nimesikia. Sasa mimi nina la kusema katika hili. Sisi wote ni vijana ambao tunaishi pamoja. Lazima ifike wakati tunakubaliana na matokeo, na haya ndo matokeo. Mhusika ambaye ameathirika ameweka wazi kabisa chaguo lake ni lipi, kwamba ni bwana BK na sio wewe. Kwa hiyo wewe sasa lazima ukubaliane na matokeo ambayo yapo. Wewe sio chaguo rasmi la huyu dada. Kwa hiyo hata kama ukimpiga, hata kama ukifanya nini, mwisho wa siku tutaenda sehemu mbaya, matokeo yake yatakuwa mabaya na makubwa zaidi kuliko hapa tulipofikia leo. Tuko kwa mwenyekiti, kesho kutwa atafika mpaka polisi. Kwa hiyo mimi nikuombe kitu ndugu yangu. Tukubaliane na hali, maisha mengine yaendelee. Nitarudi tena kwa ndugu yangu hapa. Nitakuwa na jambo la kusema hapa. Naomba unisikilize. Hii dunia mapenzi ndio yana hukumu kubwa sana kuliko vitu vingine vyote. Mapenzi ndio yanaumiza. Mapenzi yana nguvu zaidi hata excavator huwa unafikia. Umesikia hapa bwana Ligamba anasema anavunja hadi vibubu kwa ajili ya kwako wewe. Maana yake anakugharamia. Anawekeza nguvu, anawekeza fedha. Matokeo yake ni nini? Lazima wewe anapata kutoka kwako. Lakini sasa wewe unapokea fedha, unapokea huduma, kurudisha haurudishi. Hicho sasa ndio kinapelekea hadi mnanyang'anywa simu, hadi mnapigana. Kwa mimi nikuombe, kwa sababu wewe umeshachagua chaguo lako kwamba ni bwana BK, lazima uwe makini. Usiendelee kuwa mtu mlagai wa aina hii. Ndugu mwenyekiti, naam, mimi na jambo kidogo la kuongezea. Karibu. Mimi ni kaka wa huyu Ligamba. Na kitu ambacho amekizungumza bwana mdogo hapa juu ya swala la kuvunja kibubu,
yuko sahihi, kwa sababu mimi na wewe tunaishi pamoja, tunafanya kazi ngumu, tunachokipata ni kidogo, na kila siku huaga tunapishana sana, na huaga namwelekeza sana, kwa nini tunachokipata kidogo mzangu unakichukua unapeleka kwa mwanamke, unachukua unapeleka kwa mwanamke. Na leo matokeo yake ndio yanakuwa haya, kishana kwa mwenyekiti, anakuja nakanwa hapa. Kwa hiyo kitu ambacho mimi nilikuwa nakizungumza mheshimiwa ni juu ya huyu dada. Kama msimamo wake hamtaki kweli Ligwamba, na ndugu yangu kweli ashapoteza nguvu zake nyingi kwa huyu dada, na mimi naniuma kweli kama kaka, naomba awe na msimamo huu, adili na mtu wake, aachane na ndugu yangu kabisa. Ninazungumza kutoka moyoni. Leo ndugu yangu amempiga, kesho na kesho kutwa angekuwa amemuua huyu ndugu yangu, anaenda jela, huyu anazikwa tayari. Hapa watu watakusalimiana, tusalimiana. Naomba dada atambue kitu kimoja, hii ni dunia tu, na hii dunia hakuna kaburi la mjinga, hakuna kaburi la mjanja. Sisi sote yani tupo kawaida sana. Ukiishi kawaida kila kitu utakiona kiko rahisi, ila ukijifanya mjanja mwisho wa siku matokeo yake yanakuwa mabaya. Ndio kama hivi, mtatezi na homo marejeo ngamani. Dada mzuri amepigwa mimia, hakuna. Inaniuma sana mdogo wangu, achana na hawa wanawake. Si nishakuelekeza kila siku, shida nini? Paka unafikishana kwa moyoni. Usingizi shida, kulala na lala kwa mbinde, sijalala kibla, tafadhali nakomba usinchinje. Usingizi shida, nalala kwa mbinde, sijalala kibla, tafadhali usinyonge. Nachechemea, nasubiri umauti toka kwako, nimezama nelea, nimekufa kibudu chako. Nachechemea, nasubiri umauti toka kwako, nimezama nelea, nimekufa kibudu chako. Niteke, niteke,